Shujaa Malkia kijiji. Katika kijiji kilichokuwa nyuma ya mlima mrefu, aliishi kuku jike aliyekuwa na nguvu zisizo za kawaida. Walimuita Mama Shujaa. Hakuwa kama kuku wengine. Alikuwa na mabawa makubwa, macho makali na msimamo mkali sana kuhusu heshima na mipaka. Wanyama wote walimjua kama kiongozi wa kijiji cha kuku. Kuku chipukizi watatu waliojaribu kumfuata. Kijijini walikuwa hapo kuku chipukizi watatu. Vijana wadogo walioanza kupenda kujionyesha mbele ya kuku jike yote waliyemwona. Siku moja walipomwona Mama Shujaa, wakaanza kumfuata. Walidhani kuwa yeye ni kama kuku wengine, rahisi kusogelewa, lakini walikuwa hawamjui vizuri. Mama Shujaa alisimama, akainua mabawa yake, akapiga hatua tatu mbele na kusema kwa sauti ya uthabiti, heshima kwanza. Mimi siwezi kukubali mtu ambaye hajakomaa na hana nidhamu. Kuku chipukizi wakajaribu kumkaribia tena, lakini Mama Shujaa akapambana nao kama shujaa. Aliwakimbiza, akawapiga mabawa kizalendo, akawafundisha adabu. Si kwa sababu alikuwa mkali, bali kwa sababu alitaka kuwapa somo. Ukomavu sio umbo, ni tabia. Wote watatu walikimbia wakitaja, Mama Shujaa hachezwi, wale wanaokubalika. Wakubwa kama yeye, Mama Shujaa hakuwa anapinga kuwa na mwenza. Lakini alikuwa na kanuni moja kuu: mimi nakubali tu kuku aliyekomaa, mwenye heshima na mwenye uwezo sawa au mkubwa kunilinda. Kuku wakubwa wa kijiji waliokuwa busara na utulivu ndio waliomheshimu Mama Shujaa. Hao tu ndio angewaruhusu kuwa karibu naye. Kuku wakubwa walimthamini, walimpa nafasi na hawakumfuata ovyo. Na kwa tabia hiyo ya hekima, Mama Shujaa aliwaheshimu zaidi. Vita na mwewe, show ya nguvu ya shujaa. Siku moja, mwewe mkubwa mwenye njaa alipaa juu ya kijiji akitaka kuwateka vifaranga. Mama Shujaa hakuchelewa. Akaruka juu ya jiwe refu, akafungua mabawa yake kama bendera ya ujasiri. Alipiga kelele kali, akawaita kuku wakubwa na wakaungana kupigana na mwewe. Mwewe akaona nguvu ya umoja na ukatili wa shujaa, akashindwa kukanyaga kijiji hicho tena. Mwisho wa story. Somo la maadili, kijiji kizima kikasema, kuku shujaa huchagua kwa heshima. Hawezi kukubali chipukizi asiye na busara, kwa sababu thamani yake iko juu kuliko tamaa ya wengine. Na ndicho kilimfanya awe malkia wa kuku wote. Tayari kwa